Hodi. Hodi. Karibu. Asante. Karibu. Asante mama. Shikamoo. Marahaba. Nimemkuta Raji. Raji ametoka. Vipi mama? Mbona tangu jana unamuulizia? Una shida gani labda nikusaidie? Amna mama. Jana nilikuja kwa sababu ilikuwa ni siku ya kwenda kliniki. Na ndio maana nilipomkosa nikaamua kurudi leo. Kliniki ya nini? Kliniki ya ujauzito, mimi ni mjamzito. Ujauzito? Ndiyo. Na ujauzito ni wa Raji? Ndiyo mama. Karibu ndani mama. Asante. Karibu. Wanangu, mbona tanzarau? Sasa ila gani mnanigea mimi? Yaani mmechukua simu, mmechukua hela, afu mnaniletea shilingi 5000 kweli? Hii si dharau inaleteana hizi. Yaani kazi kubwa mnaipa hela kama hii? Sema mbele za Mungu acha tamaa. Ila si ndio hapo inakutosha. Au unataka hela gani? Ila ndio hiyo inalotoka. Naita tamaa Sasa uone mambo yako. Ila ndio hiyo hapo imepatikana, sasa unataka nini tena? Wadogo zangu mnanichukulia poa sana. Yaani katika hela mlochukua, mnanipa mimi shilingi 5000, simu mchukue nyinyi. Watu wazinguana, afu sikizeni. Yaani issue mkiniendelea vivi naenda kujaribu kijijini. Unasemaje babu? Yaani hivyo ulivyonisikia, mkienda mambo ajabu naenda kujaribu kijijini. Sikiliza babu. Nyinyi mnachukulia kawaida, mnasema inatosha hii. Sikiliza blaza, kwani wewe unataka shilingi ngapi labda? Wekeni mzigo uliokuwepo wote, kwani simu mchukue nini? Naye mnachukue hela hizo na simu mnakuaje? Mnachukuliaje wadogo zangu? Kaka, mzigo ndio huo sasa. Oya nini? Sasa hiyo ndogo hiyo. Oya. Sasa kama sikiliza kwambie, kama hiyo ndogo kanunue pilipili. Uone kama utamaliza. Oya, acha dharau dogo. Acha dharau dogo. Acha dharau. Naenda kuharibu kijijini, issue zote naweza kuziachia. Shamba nini nini? Mnachukulia fair au? Hebu sikia kwanza bwana. Mbona kama kuna majibizano mengi? Vipi? Shikaji anazingua. Tumefanya kazi kubwa afa ananipa 5000 tu simu na hela wamechukua. Anachukua poa au? Wewe blaza una tamaa hela ndogo hiyo? Okay fine. Hiyo pesa ni shilingi ngapi ambayo unamdai? Hela kibao tu amechukua na simu afa amenipa 5000. Achana naye na tamaa huyo, achana naye babu. Poa, sikilizeni. Mimi nenda kupatia hiyo pesa. Sawa? Mimi nimesharudi hapa. Nahitaji tufanye ile issue ambayo tuliyofanyaga afu tukaishia kati. Kuna mchongo mkubwa tu wa pesa utaingia. Tunaenda tukazungumze. Mimi nataka vitu vidogo hapo. Subiri kwanza. Oa babu. Wewe mwanao kaja mchalo au ndio kaja na ngojera? Huyu kaja iko vizuri, yani mtamu. Mimi nataka tukae poteza muda, hebu tuendeni sasa hivi mapema bwana. Tukakaa sehemu tukaongee. Oa bro, sikiliza sasa. Umeona dili imeingia hii. Ngoja kwanza tukatengeneze hii afu tukimaliza mwana tutaongea. Sema dogo zangu nachukulia. Tutamaliza. Unasikia bro, wewe tutamaliza swali. Sasa mbona kama mambo yanakuwa mengi? Baba mambo. Vipi? Nisha. Mwanangu. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kinomali. Uko afanye? Kwa cheza. Niambia. Mama. Hapo Jumatatu shule ila niliwe la daftari na hisabati limeisha. Haina shida bwana. Sawa. Tukienda sokoni baadaye tutanunua. Alafu mama kingine njaa inauma. Mwanangu bwana. Wewe si ndo mwanaume? Wewe ndo baba yangu mundani. Wewe ukianza kusema njaa mimi mama yako, wewe unahangaika na muogo. Ndo wewe usome, sawa mwanangu. Ili mimi mama yako baadaye uje unisaidie, sawa mwanangu? Haya.
Sema chakula imekokea pale ndani, nenda kachukua. Sawa? Usimalize tu mboga hiyo na jioni. Haya. Babangu mwenyewe. Haya. Chilau, nafikiri tumeelewana. Kikubwa nahitaji tu uaminifu kwenye hii kazi, sababu si swala dogo. Sawa jamani, nafikiri mmemsikia bosi alivyosema. Ondoa shaka, ila kikubwa tunapofanya kazi kwenye mazingira ya hela, mambo yasije kuwa mengi. Sio na wasiwasi, fanyeni kazi, pesa ipo. Basi sawa, kama pesa ipo hakuna tatizo, kazi yako itaenda inavyotakiwa. Kijana, tuende tukapambane. Ila angalizo, huko mnapoenda tumieni akili za kuzaliwa. Hii kazi ndio makini, sije mkaenda huko tukaja kuharibiana hapa kijijini. Hilo tuachie sisi, kwa sababu sio kazi moja ambayo tumefanya, na wewe mwenyewe unafahamu. Kwa hiyo kutakuwa hakuna kona kona. Ya, tuanze tukapambane. Sawa. Sasa wanangu, hii kazi ishakuwa ngumu sasa. Maana tumetafuta, watu wenyewe hawajapatikana. Sasa tunafanyaje sasa kuhusu hii issue? Mungu hapo hakuna cha kufanya, yani hapo cha kufanya ni kupumua. Kisha kuingia tena mzigoni. Sababu mazingira yenyewe tunaitaka na kabisa kwa ngumu. Yaani hapo cha kufanya ni nini bro? Unajua hapa inabidi tukakae nyumbani tupange ile maana asubuhi. Kama tukikosa asubuhi, tuingie mchana kwenda jioni. Maana hizo ishakuwa zambo hapo. Sawa. Kwa hiyo hapa lazima tupambane kwa sababu kwanza tutachukua advance ya watu tushakula. Kwa hiyo kufanya hapo ndio nyumbani tukadiscuss. Umesikia? Mimi niko na nafuu kama unyama kwa sababu gani unajua? Wazazi wengi wanaacha watoto, wao wanaingia nini? Shamba. Mwanangu umecheza. Mwanangu hapo umeongea. Yaani watu kubwa. Yaani hapo hata tukisema twende mchana sisi ngapi mtu ataka kumrudi kwa dakika moja na yale tunarudi kama hivi. Dharau. Sasa wewe paso sasa. Una tabia dakika kadhaa nakuja. Unatuweka. Mimi mwanangu break tu niko pale. So ushashika issue asubuhi. Yaani mgundini break. Kwa watu tuliofikia, hatutaki tufanyie kazi hapa. Nifuate. Sasa jambo letu ngoja tuwaite kwanza walimu ili uzungumze nao. Sawa, ina shida. Sawa. Habari yako? Safi. Habari ya kutoka huko. Sio nzuri sana. Kuna tatizo gani? Naona mambo yangu hayaendi. Na shida yangu mimi ni utajiri. Sababu uliokuja nayo hapa tunaijua.
Ndio maana ulipofika Kinta alikupokea hapo nje. Ndio. Sasa unatakiwa wewe tukafanyiwe kazi nje hapa ili kukamilisha kazi yako. Kuna dawa natengeneza hapa Kinta na ataenda kufanyia kazi nje hapa. Sawa sawa? Sawa. Sisi nikwambie kitu kimoja. Unakuja kuwa tajiri mkubwa sana hapa nchini. Sawa sawa? Sawa sawa. Unakuja kuwa tajiri mkubwa, yani kwamba hajawahi kutokea. Mimi ndo mganga jela. Na sisi kazi tutakufanyia kwa ufasaha sana. Sawa sawa? Sawa sawa. Sisi tunafanya safari. Tunafanya safari Vipi, umezungumza nao? Ndio. Nimezungumza nao na wameniambia kwamba inabidi tukafanye dawa njia ya panda. Kwa kuja huko unajisikia mwili mzito. Sasa sikiliza. Leo juma ngapi? Leo Jumatano. Jumamosi asubuhi nitakiwa hapa. Sawa. Mimi nitafika hiyo Jumamosi. Sawa. Ila ujitahidi sana. Haina shida. Kutakuwa kuna haja kununua hata vifaa? Hapana. Nitakutengenezea tu dawa. Inatosha. Nitakufanyia kazi. Basi sawa. Mimi acha niende. Ila Jumamosi nitafika mapema sana hapa. Sawa. Mama nesi wangu we. Si hao, ninaona wote mabichi. Sasa wewe uone kweli umezeka. Kuna lile pale, lile. Lingine lile kule. Ah, chukua nisaidie. Sasa mimi nafika kwa. Tungua ile pale unaonyesha wewe, lile limeiva lile. Ngoja kwanza. Kabla hata kuanza kutungua machungwa. Mama. Mchumba wangu yule ambaye nilikuwa nakwambia wa mjini amekuja kwa mara nyingine. Hey, mama nangu. Kweli? Kweli mama, amekuja tena. Ila sasa, hila ya hichi kijiji. Wameshindwa kumwelekeza hapa nyumbani. Unasikia mwanangu? Kwanza tu kuniambia hivyo nimepata faraja kubwa sana. Ama kweli, Mungu alinipa mtoto. Mtoto wangu wewe ni mwema, yani ni mzuri, alafu nyota yako angavu. Kama mimi mama yako nilijizaa mwanangu. Yaani hapa nashindwa hata kuelewa. Sasa sijui sasa kama atakuwa tayari ameshaondoka au ndo bado amempoteza kama mara ya kwanza. Yaani yote hii niolewe na yule wanaotaka niolewe naye. Mimi mzee mama unajua mimi yule simpendi. Alafu mwanangu, hivi wewe hapa kijijini ugundue nini? Hivi ungekaa hapa kijijini madela kama mimi ningepata. Hebu nione mama yako ninavungaa. Kila siku madela mapya mwanangu ulivyojua kuyakusanya ukaniletea. Mimi hata Ndeleni. Wewe kidogo namna gani? Hivi kweli mume wangu naamua kumtukana mbele ya mtoto? Kwa taarifa yako ninachokwambia.
Maneno yote mliokuwa mnaongea hapa mimi nimeyasikia. Yaani mimi nikajua labda wewe utaenda kumwambia huyu ukamshawishi huyu mtoto akaolewa na Paso. Yaani wewe ndio unakandamiza na upo pamoja na wewe kaolewa na wewe mwanamume wa mjini. Si ndio? Sawa, hata kama umeyasikia. Kwani hapa tumeongea kitu gani ambacho ni kibaya mume wangu? Lakini ni kweli amekuja. Amekuja, umemuona? Umemuona alipokuja? Una ushahidi gani? Una ushahidi gani? Sinakwambia wewe. Baba, kama angekuwa sio muoaji, asingerudi tena kwa mara ya pili. Mbona mara ya kwanza amekuja umempoteza, amekuja tena? Wewe umemuona? Hata kama sijamuona baba. Kwa nini amnipi nafasi? Hebu jaribuni jamani kunisikiliza hata mimi. Kwani mnanikatili? Unanilazimisha niolewe na mwanamume ambaye simuhitaji. Hivi hiyo itakuwa ni ndoa au ndoano? Wewe kutoka kabeba ule mzigo pale. Sawa, lakini mimi sipo tayari kuolewa na Paso. Utaolewa tu. Usiletee wewe ujinga mimi wewe. Wewe mwanamume angekupata kukuoa wewe sasa alikupa sasa hivi ashakuja huko ashakuoa. Wewe mwanamume gani atakaa siku zote? Ashakuja aje wapi huko? Wewe anamuongopea tu, hamna mwanamume atoke mjini aje huku mke wangu. Wewe usimsikilize yule. Hakuna mwanamume atatoka kule aje huku. Wewe mwanamume gani siku zote atoke huko? Ni siku nyingi po huko. Aje huku. Una matatizo gani mume wangu? Mwache mwanangu afanye maamuzi yake. Binti yangu alienda mjini, karudi kapendeza. Hebu angalia mama yake ninavong'ara, Madela. Kwani unataka kumburuza buruza unavyotaka wewe vipi Balema? Mbona sikuelewi? Sasa mimi nikwambieje? Mwanao ataolewa. Wewe mshawishi unavyomshawishi, lakini ataolewa. Pumbavu. Wewe mjomba. Marahaba, mambo? Mzima eh? Unaenda wapi mjomba? Naenda nyumbani. Unaenda nyumbani? Sasa nyumbani mjomba unaenda kufanyaje saa hizi? Kucheza. Mjomba Sasa sikiliza mjomba, kwambie. Wewe si unasoma sasa hapa mimi nakupa 1000. Sawa? Ukanunue madaftari. Ili ukaenda nyumbani, mama akakuona na madaftari afu namwambia kanipa mjomba. Unasikia? Lakini sasa tunatoka hapa tunaenda kununua pale dukani, sawa? Ukaenda pale unamwambia mama kanunulia mjomba. Umesikia mjomba? Sasa hapo itabidi tufanyaje? Twende tukanunua kabisa daftari. Ili ukirudi nyumbani urudi na daftari. Sawa? Haya twende mjomba. Mjomba wangu huyo. Mjomba mimi ndo nakupenda mjomba, wewe sio mjeuri kabisa mjomba. Jua bosi, kazi yako mimi nitakufanyia vizuri sana kwa amani kabisa. Mjomba wewe. Mjomba. Bosi, mtoto ndo huyo hapo. Tunahitaji chetu. Pesa sio tatizo, ila makubaliano yetu si kuwaleta watoto hapa. Kwani mtaalamu hakukuambia? Sikupa maelekezo yoyote kuhusu swala hilo. Kwa nini? Lakini hakuna kilichoharibika. Nisubirini. Jomba, usijali, sawa? Tunakupeleka shule, unasikia? Nenda shule, unaenda kusoma, sawa? Hapa kabisa tuondoke. Tuende naye polini.
Kwa penzetoni. Sawa. Subiri kwanza. Ina maana uko poendo unaenda kupata pesa yetu au vipi? Sijaelewa hiyo. Mbona tunashinda kuaminiana? Ina maana nimesema na wadhulumu. Kazi yangu itakapoisha kila mtu nitampa pesa yake. Kwa sasa bado. Twendeni huko. Toboy. Tuondokeni. Mwanangu, kwa furaha niliokuwa nayo jana nikasahau hata kukuuliza unaishi wapi. Mama, mimi siishi mbali sana kutoka hapa. Na unajishughulisha na nini hasa? Katika swala kazi bado sijaanza, maana nasoma chuo. Kumbe bado mwanafunzi? Na hiyo mimba itakuwaje? Mama, kuhusu hilo sina shaka kabisa. Kwa sababu nitakapojifungua na nitakuja nikasoma kama kawaida. Wazazi wako wanayo taarifa sasa? Hapana. Sijawaambia. Maana wazazi wangu ni wakali sana. Inabidi wawe na taarifa, watambua kwamba wewe una hali gani. Sawa. Nitawaeleza mama. Haya mwanangu. Ngoja niandae hiyo chai, afu tuelekee kwa hospitali. Basi sawa mama, asante. Sikia nikwambie kitu Mungi. Wewe kwenda hospitali kufanyia operation hutaki. Na sio kwamba hela hauna. Pesa unayo, lakini sijui kitu gani kinachokusababisha usiende. Najua mpenzi wangu, hii jambo sio kukurupuka. Unaweza ukaenda huko kule kufanya operation, lakini wakakata mishipa mingine, mimi nikakosa kufanya style zangu. Oh. Wakakata misuli mingine, maana madaktari wenyewe hawana akili mpaka wakate misuli mingine. Sikia nikwambie kitu. Naona wewe mwenzangu upo kwa ajili ya starehe, lakini mimi mwenzio sipo kwa ajili ya starehe. Nataka niwe na familia, nataka watoto. Kwa hiyo wewe, kwa sababu unataka starehe, nenda kafanye starehe zako. Na hizo starehe sijui utazifanyaje bila kufanya operation. Sasa mimi maneno mengi sitaki. Nachotaka mimi niwe na familia. Au masuala yako starehe basi tuachane. Naona hatuwezani. Nenda kafanye starehe, mimi niache nifanye mambo yangu mengine ili niwe na familia. Umenielewa? Mpenzi wangu, najua ni mwanamke pekee ninakupenda. Nakupenda sana najua. Naomba tusitengane. Nakupenda sana. Hakuna mwanamke mpenda zaidi yako wewe. Unanipenda sana. Sikia nikwambie. Huo upendo wako wa kinafiki mimi kwangu siutaki. Hivi sijui hujanielewa? Nimekwambia nataka familia, sitaki maneno yako. Sasa mimi acha niondoke. Utakapoenda kufanyia operation utakuwa tayari. Unijulishe, mimi naweza nikarudisha mahusiano na wewe. Lakini vinginevyo sahau kabisa kuhusu mimi. Kwanza unanipotezea muda. Niache. Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Naomba niache. Nakupenda sana. Nakupenda sana mpenzi wangu. Kawapende hao, lakini sio mimi unayenichezea. Mwanaume sio kwa na haya wewe. Shasa, afadhali nimekutana na wewe leo.
Hivi wewe unatafuta nini kwenye maisha yangu? Nimeshakwambia kaa mbali na familia yangu. Kwa nini Mungu unielewi? Yaani wewe ushukuru Mungu mimi sina uchawi, ila ningekuwa mchawi mimi wewe. Nishakubidua muda tu. Najua leo sijataka kugombana na wewe. Na sipo kiugomvi na wewe. Nataka kuongea swala juu ya mwanangu. Koma. Wewe una mtoto na mimi wewe? Au mtoto wako gani ambao umemweka pale nyumbani kwangu? Sitaki matatizo na wewe. Yaani sitaki matatizo na wewe. Tena niko na mwanangu saa hizi. Wala sitaji asikie vitu ambavyo havimuhusu. Sasa. Lakini tambua hii ni damu yangu. Najua hatutoelewana, ila naomba mimi tuelewane. Najua ni damu yangu. Nenda. Wewe una damu na mimi wewe? Kaichukua damu yako ulipoiweka huko. Mbona king'ang'anizi wewe mwanaume? Mama. Namwaza huyo mwenzeo tangu alivyoondoka. Hata simu yake haipatikani. Sijui hata amepatwa na nini. Mama. Atarudi tu, ondoa wasiwasi. Kuna kitu nakihisi. Kitu gani? Asije akawa amekimbia kutokana na hiyo hali yako ya ujauzito. Mama, hawezi kunikimbia kisa ujauzito. Hata ikitokea kama amekimbia, wewe utabaki hapa hapa mpaka hapo atakaporejea. Sawa mama, nimekuelewa. Na pia asante sana. Ila tu Mungu asante. Wakanga na bwana watoke huko kote kucheza kwenye tanuri langu tu. Dunia. Bwana nifikiri vizuri moto sio katoka hapa. Wao, Rehema huyo. Nisubiri hapo mlembo wangu. Aisee, umekuja wakati mwafaka kabisa. Ukimaliza utaniambia. Nimemaliza. Haya. Sema ulichoniitia hapa. Maana naona unanichelewesha kwa kaya wanya. Wewe unataka kuolewa wa mjini? Mjini. Mimi ndo Paso. Kijijini hapa mimi ni mkulungwa kijijini hapa. Utakumzidi mimi akili. Nataka kuolewa mjini, nataka kuolewa mjini. Kwa taarifa yako sasa. Huyo bwana wako wa mjini uliojilambua sasa siku ile tumemtoa Dima. Tumemtoa Balu kaja, tumemtoa Balu na tumemwambia kabisa asije karudi tena huku.
Hakirudi huku tunamchinja. Na ikakubali hawezi kurudi tena. Ng'o. Kwa sasa hapo utachagua 50 nzima au 50 mbovu. Hivi wewe una akili kweli wewe? Na kuuliza wewe una akili kweli? Mimi nimevungua. Sasa sikia nikwambia. Aje kunioa, asije. Mimi wewe huwezi kunioa hata siku hii, hata siku moja. Ni bora nikawe mjane wa maisha kuliko mpenzi unanihangaisha. Eti tumemwambia asije tena. Kwa hiyo kama asije tena, sikiliza sasa nikwambie. Wewe ni sawa unajisumbua tu. Maana huna lolote. Mimi mwenyewe nitatoka nitaenda kumtafuta huko huko. Kwa wewe naona kama unafanya kazi ya kanisa mshahara haleluya. Utampata wapi? Tena wakati utakutaka shao tushamkatisha tamaa na tumemwambia akija tunamuua. Pumbavu. Wewe una akili wewe? Una akili na kuuliza? Au unavyoona napita pita unakuchekea sana eh? Nipishi. Jana nakwambiaje? Utake usitake mimi nitakuoa. Ujanja kuishi naye. Kama alivyosema Wahindi, kuishi naye babuji. Pumbavu mkubwa muda wote mjini. Yaani wao nilimisha mishamba minne. Mimi nang'ula kila siku mvua yangu jua langu sasa hivi unaambia mjini. Labda mimi sio paso. Yaani labda mimi sio paso. Kila ngakomo hasa mwanangu na mimi sasa zamu inatangaza ndoa sasa. Yaani hiyo imeisha. Ngoja kwanza nimalize mkao wangu kwanza mpaka nitamchanganyikiwa. Bwana mzee mwenzangu, nimekuita hapa kuhusu maswala yetu yale ya maswala majibu. Sasa mzee mwenzangu,
sababu niliondoka na hofu. Ila je, kwa sasa hivi majibu mazuri au mtoto bado kakataa? Majibu mazuri. Na nimwambie tu mkwe wangu ajiandae na aje kuoa kwa wakati. Sio tuajibu tunakaa mwaka mzima atumuone. Hivi baba Lema, mume wangu, na shida gani wewe? Mume wangu unanisikitisha sana. Hivi kwa nini unang'ang'ania kumuozesha mtoto pasipokuwa na ridhaa yake? Yaani mpaka leo unatoa barua ya majibu pasipo mimi hata kunishirikisha. Sielewi chochote juu ya hilo. Hivi ni kweli mume wangu unaona uko sawa? Binti alishakwambia hataki kuolewa kwa sasa, hayuko tayari. Kwa nini unamlazimisha mume wangu? Unafanya nini hivyo vitu vya ajabu ajabu? Umeshamaliza? Sijamaliza. Siwezi kumaliza mpaka mmalize nyewe kwanza. Basi, niache. Sababu ungekuwa ndo mwanaume hapo, ungekuwa na kauli ambazo kama hizo unazoziongea. Lakini mimi ndo mwanamume, lazima zifuatie kauli zangu mimi ninazoongea. Si ndio hivyo? Sawa. Mzigo wetu hapa, nadhani nimekupa barua kwenye karatasi ya kawaida, tujaificha kutokana na mazingira. Si unajua? Sawa, barua yetu ndio hiyo. Nadhani vitu vyote nimeandika humo vinavyotakiwa. Alafu shemeji, nisikilize. Si nishakwambia mwanangu hataki kuolewa? Wewe shemeji, mbona unanania kila siku nikija? Au yule kijana ninemposea kwako upo karibu naye? Kwa sababu kwanza watu ukipishana naye barabarani mnachekeana. Mimi naongea na mzee mwenzangu, ndio maana wewe nilikukataa. Hebu tuache tufanye hili jambo, watoto waoane. Wewe ulishaolewa. Kama wewe ulilazimishwa, si ungejinyonga ukaacha kuolewa na huyu mzee? Sawa baba, mimi ndio mama wa Rehema. Ngoja tuone huu mchezo unapoanzia na mwisho wake, kati ya nyinyi watu wawili na mimi. Mke wangu, sasa masuala gani unaongea mbele ya mgeni namna hiyo? Basi wewe bibi Kisokolopinya, mimi naondoka. Unapenda kunitia aibu mbele ya wageni. Alafu siku nyingine ambayo mimi naongea na mgeni na vitu vya maana sitaki uingilie. Kwa hiyo jikuta unaongea sana, si ndio? Odi wenyewe. Karibu. Habari za saizi? Salama, shikamoo. Marhaba, jambo eh? Sijambo, karibu. Asante. Vipi mama, nyumba nimekuta? Ipo ndani, karibu. Odi mpaka ndani. Karibu. Habari za hapa na? Salama kaka, sijui za huko kwako. Kwetu salama, sijui nini hapa. Sisi ni wazima kabisa. Naendelea vizuri. Hadi shukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Anaona umefanya kazi mwingine? Hata sio mfanya kazi kaka. Kumbe huyu nani? Huyu binti laji kamtia mimba na bado ni wanafunzi wa chuo na wazazi wake wako mkoani, inabidi nikae naye hapa. Kamtia mimba. Na huyu alikwenda kumfuata kijijini naye vipi? Itakuwaje? Yaani kaka, hapo sijui itakuwaje. Dada hapa. Usibani hapo useme itakuwaje, kwa sababu wewe ndio mwamuzi wa kila kitu hapa sasa. Na ujue hapa mlango hayuko upo wewe. Kwa hiyo ukisema itakuwaje hapo utafeli. Wewe ndio mwenye kutoa maamuzi. Sisi tukitoka tunapotoka huko
tunakuja kwa ajili ya kuja kukuona wewe, na tukikuta una jambo tutakusaidia, si ndio hivyo? Kwa hiyo hapo sio itakuwaje, wewe ndio mwenye maamuzi sasa. Nilishamwambia mwanangu, huyo anaenda kumfuata huko kijijini, hapa kwangu sitaki kumuona. Hivyo kama atamleta hapa, nimemwambia atafute pa kumweka. Hapa kwangu mimi simhitaji. Sasa hapo barabara, hapo ndo sehemu yake sasa. Kwa sababu hapo maana yake sasa anapotokea mimi na wewe wote hatumtaki. Si ndio hivyo? Ndio. Basi hamna shida. Ya nini kwenda kuhangaika mjomba bwana? Bwana wake ana matatizo bado. Sababu binti mzuri wapo na hana shida yote na matarajio pia tushayaona anayo. Sasa kenda kumfuata binti yake bibi yote ya mshoto alite. Kaka, wewe sio unaona mtoto alivyotulia. Angalia alivyomkarimu kwanza. Hebu angalia kama mtoto atukalelewa. Mpole, mkarimu. Kaka, hapa mko nimepata. Sio rehema kile, yani hatuni maji rehema. Mwanangu kang'ang'ania mbwa wako, sijui hata ana shida gani. Yaani hapa mjomba anakwenda kuhangaika na vitu visivyoeleweka, anaiacha dhahabu nyumbani. Hao wajanja kwao. Kaka, hilo nalo neno. Kama tunabishana dada hivi kwa watu kwa wajanja washaka vitu tumekaa na nani. Hayo bwana tusiyafikirie sana, yote yale hapo katika ulimwengu, au sio? Kaka ya. Kitu cha msingi hapa ni kumsaidia yule bwana, yule mwanamke aachane naye, aje akae hapa. Sisi uwezo wa kuacha dhahabu ndio tukachukua vitu visivyoeleweka, mwanamke miguu yote ya kushoto, basi imekuwa mtihani kitu mmoja, hiyo hatuwezi. Au sio? Sawa. Sasa dada, nimetoka huko nimevuga huko na mazingira huko sielewi huko. Hamna mpangilio wote hapo. Usilo kaka, ondoa shaka. Mtoto wako yuko vizuri. Anahangaika huko jikoni. Sasa hivi utaona mambo sana. Basi dada, hiyo mimi sasa nimeisha. Haya, nashukuru kama tupo pamoja. Nisikilizeni. Nimewaita hapa. Kuna kitu hakijakaa sawa. Swala gani tena? Wakati kazi yote tumeshamaliza. Sijamlaumu mtu kusema kwamba kazi haijaisha. Kazi yenu nyinyi mmefanya vizuri. Ila kuna moja limeongezeka. Ili swala langu likae sawa, inabidi patikane mtoto mwingine mmoja. Mtoto mwingine? Ndio. Bila kupatikana huyo mtoto mmoja, sidhani kama jambo langu litakaa sawa. Anahitajika mtoto ambaye hajawekwa suna. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji ili swala lifanyike kwa haraka sana. Sasa bosi, sawa, hiyo kazi tutaifanya. Huyo mtoto mwingine ambao unataka sisi tumtafute, sawa, tutamtafuta, lakini nataka kujua kwa makubaliano yale yale au pesa nyingine. Kwa naongea, jaribu kushusha sauti yako, sababu tumekaa sehemu ambayo sio sahihi. Sawa. Mimi nilishaongea tangia zamani. Swala la pesa kwangu sio tatizo, isipokuwa tu kazi yangu iende sawa. Msijali jua hili. Bosi anatugea tumpunga. Tutapata tumpunga wa kutosha kabisa. Yaani kwa swala hilo tusiwe na wasiwasi. Na muamini hiyo. Basi sawa. Wewe tuachie sisi. Nilikuwa naomba hii kazi ifanyike kwa haraka sana, sababu muda kukaa hapa tayari umeshaisha. Hivyo nawategemea, msije mkaniangusha. Sasa sisi tutaifanya hiyo kazi. Wewe mashoga yangu. Unamfikiriaje Paso? Umeanza. Kwa swala Paso tena yafuata nini hapa? Yaani mimi nimetoka huko nimekufuata hapa tena wewe unazungumzia swala Paso. Hamna bwana shoga yangu, mimi nakutania. Vipi sasa kuhusu shemeji? Mimi mwenyewe hata sielewi. Yaani sielewi hata nifanyaje. Nipo tu. Wewe na ulikaa kishamba.
Ungebeba hata nani namba ukaandika kwenye kikaratasi. Sasa kuandika namba kwenye karatasi kunasaidia nini? Mimi nilikuja na simu. Baba kanipokonya. Kaivunja. Laini nazo. Laini katafuna. Huo unakalili namba kichwani, unazo namba za muhimu. Bwana, ngoja nikaangalie mboga. Unamjua mama ukali wake. Sasa wewe nenda na mama mawili. Ukichelewa unikute, utanifuata nyumbani. Mlema. Nakujua. Bana, kuja sasa hivi na wewe. Aya, nenda. Rehema. Wewe tena. Mimi tena na huu mguu uliokuja hapa hivi. Ni mguu mtamu sana. Niruhusu basi hata nikae kidogo. Kaa. Sikilize Rehema. Mimi na wewe tuna utani sana. Sana tu, sio kidogo. Ila kinachoenda kuambia sasa hivi hapa ni ukweli mtupu uliopo hapa kijijini. Kuna nini tena? Sijui hata nianzie wapi. Ila huyo bwana wako wa mjini na mwenzie wamekutwa huko mashambani. Wamepigwa na inasemekana kwamba wamepigwa hadi kukata roho. Wewe. Ushaanza mambo yako. Unajua kwamba tunatania vitu vingi sana. Sijui najua hilo. Lakini hizi taarifa mwenyewe zimenishtua moyoni mwangu. Siwezi kabisa kuja kukuambia vitu vya uongo. Kama uamini, fuatilie Paso na wenzake. Utakuta na simu kubwa hivi. Wewe ujiulize wamezitoa wapi? Ila sawa. Mimi nitalifanyia uchunguzi. Ikibaini kama kuna ukweli ndani yake, nitamwambia baba afikishe ngazi za juu. Kweli Paso mimi ni jamaa wangu na ni rafiki yangu sana tu. Ila kwa hiki alichokifanya kimenitatiza hata mimi moyoni mwangu. Chenchede, jitahidi kufuatilia hilo swala hizi. Hapo ndo tunapogongana mimi na wewe. Hebu toka. Juu chini bwana. Rehema naye umeshaondoka, nikajua utani. Na imani tumetimia, si ndio? Nimefurahishwa sana na utendaji wenu wa kazi. Hivyo basi leo nitatoa posho. Ila kazi yangu yote ikija kuisha, nitatoa kiasi kikubwa kwa kila mwanachama ambaye amefanya kazi yangu. Ni kweli bosi, leo tumetimia wote. Hakuna aliyepungua.
Kwa tupo kamili na tumekamilika kama unavyotuona. Iko ni kiasi kidogo sana cha pesa ambacho nimewapa. Nilikuwa naomba tuongeze umakini sana. Sawa bosi, hilo tuachie sisi, na kwa leo naomba tuende, ila kesho tutaanza kazi yako rasmi na tutafanya kazi kwa ukamilifu bila kipengele. Ila kitu kimoja, tuweni makini kwenye hili swala, sisi tukajaribu issue ipo mwishoni kabisa. Brother Mungi, hela imetoka tumeiona. Acha tamaa, tulia. Huyu ana tamaa, tuende kutoa na roho huko. Ila tu nataka tufanye hii kazi tuimalize. Tusifanye kazi nusu nusu. Manake tukifanya kazi kidogo kidogo hivi alafu mwisho wa siku hatukuimaliza, tutabidi tuanze tena kazi upya kabisa, ambaye kitu hiko sitokipenda. Tumeelewana? Sawa, hilo tuachie sisi. Kutakuwa kuna tatizo. Poa, basi tunaenda. Sawa. Sawa. Lema vipi? Lema wewe. Niache bwana. Ndio yuko hayo tena rafiki yangu. Shida nini? Lema. 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 We Lema, wewe unalia nini Lema? Lema, naongea na wewe, unalia nini? Mama. Bwana kelele bwana, unalia nini wewe, utaki kuniambia? Mama. Mama nakwambia acha kuja kunitafuta, mama ameuawa. Kauawa? Wamemuua kina Paso mama. Hai, wewe taarifa umezipata wapi Lema? Niambia, namwamini mama. Hawezi kunidanganya, ni kweli mama amemuua. Hapana. Sikubaliani na hilo Lema. Una uhakika gani ya kushuhudia maneno makubwa kama hayo mwanangu? Wewe kama ni hatia hiyo? Kweli mama. Sio kweli. Paso mimi namfahamu, kazaliwa hapa kijijini. Paka pale alipofikia ninamuona kwa macho yangu. Leo niambie Paso kamuua mchumba wako wewe? Hayo maneno yako mwanzo na mwisho kuyasikia kwenye mdomo wako. Unanisikia Lema? Sitaki ujinga. Unataka mtoto watu aende akafungwe? Anyongwe yule? Hata kama mtu ukiwa umpendi, sio kumsingizia maneno makubwa kama hayo, kumtafutia balaa. Ole wako. Narudia tena, ole wako. Pumbavu mmoja wewe. Ole wako, nisikie tena unalia bwana. Hebu kwenda kule. Tolee kelele zako mimi. Ole wako, rudia tena. Pumbavu wewe. Fadhali mwenyekiti, nimekutana na wewe. Mara mguu wako unakuwa kuja nyumbani. Kuna tatizo? Kuna tatizo. Kuna mama mmoja anaitwa Shasa. Ana mtoto, hahitaji kunipa. Yule ni mtoto wangu. Mtoto yupi? Yule mtoto naishi naye pale. Yule mwanangu mimi. Lakini kila nikimwambia, hahitaji kunipa mwanangu.
Mtunaishi naye pale ni wa kwako yule? Ya, ni wa kwangu. Sawa. Kwa sababu tumekutana hapa barabarani, hatuwezi kuongea lolote. Nadhani ufike pale nyumbani baadaye ili kuandike karatasi umwite aje pale. Kwa sasa mwingine tunaelekea wapi? Naelekea nyumbani. Kwa hiyo usingeenda ndo unaandikia mapema ili nipelekee. Haina shida. Ila mjomba, mimi naogopa sana yani. Unaogopa nini tena mjomba? Yaani sina amani, moyo wangu una hofu sana. Una hofu gani mjomba? Wewe ondoa hofu mjomba. Mimi ninachokwambia mjomba, wewe hapa usiondoke. Sasa mjomba, vipi kitokea akaja na mwanamke, tutaishi hapa hapa? Huyo mwanamke hapa hawezi kuishi mjomba. Hata akija naye hapa hawezi kuishi, ataenda kuishi naye huko na kwenda kuishi naye. Yaani wewe hilo ondoa wasiwasi. Kwa sababu mimi hapa na mama yako mkwe hatumtaki huyo mwanamke. Kwa hiyo hatuwezi kuishi naye hapa anko, wala usiwe na wasiwasi. Kikubwa hapa anko wangu ni wewe hapo. Hapa nyumbani nimekwambia usiondoke na usiwe na wasiwasi. Yaani hofu yako iondoe. Hapa wewe umefika. Mjomba, kweli unanichuza tu hapa. Mjomba, nikuchuze mimi? Yaani wewe hapo ndio kuniambia mimi hapa utashikilia bomba? Ukiniambia utashikilia hapa hamna mtu anayekuchuza. Sasa mjomba wangu tena nishakuona uko hapa, mama mtu hapo nyumbani kaelewa mkwe wangu ndio huyu na mimi anko wako ndio kama hivi unavyoongea. Wewe wasiwasi wako tena nini? Basi mjomba, mimi nitashukuru sana. Na nahisi hata ile hofu yangu pia itaondoka mdogo mdogo. Maana hatari. Yaani hapo anko wangu cha kuniahidi kwamba bomba nitashikilia. Basi mamaliza kazi. Mjomba, mimi naomba nikuahidi kwamba nitashikilia bomba na wala siachi. Utaishikia ndindi. Au sio? Hii hapa. Shoga yangu, yule mchumba aliyokuambia kwamba atakuja amekuja, ila sikufanikiwa kukutana naye. Mbaya zaidi, ameuawa. Ameuawa? Ndiyo. Nani aliyemuua? Paswa na mwenzie. Paswa? Yaani Paswa kwa kosa ubinadamu ana roho ya mnyama kiasi kile? Paswa kweli? Ni mbaya zaidi, najuta hata kutembea na Paswa, maana sikujua kama yote yatatokea. Tumaini langu limevunjika kabisa. Mimi Imani nimeshakwambia, jipe moyo. Usio nalialia hivi, utadharaulika hapa kijijini. Hawajui ni kiasi gani naumia. Ni kiasi gani ambayo nilikuwa najua kwamba naenda kuolewa na mtu ambaye nayemhitaji. Na yote ametokea. Wewe mtoto wa kike, komaa. Pambana. Ndoto zako bado zipo. Wewe bado binti mdogo sana. Sio kukata tamaa mapema kiasi hicho. Jipe moyo. Sisi wenzako hapa tupo. Mwenzetu kaolewa, mimi na ndo tujaolewa. Na sisi fungu letu lipo. Sawa. Kweli.
Dadake. Niambie. Nakuona unashughulika. Narekebisha hapo. Si unajua tena mvua hizi nataka niezeke kabisa. Sasa bwana, mimi hapa na barua yako. Bwana mwenyekiti huko. Hii hapa hivi. Sema sasa. Na hamu kweli kujua kilichokuwa humu ndani. Soma basi. Hivyo mtoto wewe. Kwani mbea sana wewe? Wewe si mambo tu unipe mimi. Aya kusoma inakuhusu nini? Kama ungekuwa unataka ujue kuisoma, mwenyekiti angekwambia isome afu mpelekee ukamsomee. Paka amekupa uniletee mwenyewe kusoma najua. Acha umbea. Wewe ni mtoto wa kiume. Hivi utakuwa lini wewe maneno? Kwa dada mama kunitukana. Yaani mimi kutaka tu kujua kilichokuwa humu ndani ndio nataka unitukane hadi sasa hivi. Yaani wewe mamako asingekuzaa angepata shida sana. Ni mtoto wa kiume lakini mbea. Huo muda unaotumia kufanya umbea. Chukua eka moja la shamba hapa kijijini. Lima. Haya bana, unafikiri ni siri hiyo? Mimi nitajua tu. Unajua mimi sinaga dogo, mimi nitajua tu. Hata ukijua, haitakusaidia chochote. Ila tu ushauri wangu kama dada yako, punguza umbea, wewe ni mtoto wa kiume. Na ungekuwa mjini wewe, Dar es Salaam uko anasema wenyewe. Wangekuvalisha hata dera. Maana una mambo kama mtoto wa kike. Yaani dada yake matusi yote haya. Ila unajua kwamba sio siri. Yaani kilichomo humo nitakijua tu. Hapa nikwambie tu hivyo. Hata ukijua hakitakusaidia chochote. Muone kwanza. Umbea tu. Basi ngoja mimi niondoke zangu bwana. Mambo yasiwe mengi. Wasalimie. Ila na shida kidogo maneno mdogo wangu. Nataka unitafutie fito. Nataka nikandike hapa. Unazihitaji sasa hivi? Kama utazipata hata jioni sawa. Maana mimi nataka nikishuka shamba nitarudi na makuti kwa hiyo ukiniletea. Fundi ndo ananimalizia pale mlango. Itakuwa vizuri. Basi ngoja mimi nichangamke. Nikufuatie huko mapolini hizo fito. Nitafanya juu chini. Nizilete leo hii. Basi sawa mdogo wangu. Ngoja mimi niende bana. Sawa. Ila acha umbea, sawa Ushaanza mambo yako na dada yake. Mambo kidogo tu na mimi nitajua kilichomo tu humo. Yaani lazima nitafanya juu chini nikifahamu. Umbea tu. Yaani mtoto huyu. Mamake asingemzaa angepata shida. Na hata huyu mwenyekiti na ikampa huyu amjui kama mbea huyu maneno.